nguvu za Roho Mtakatifu. Naomba tuangalie kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 10 na 11 nafikiri. Kitabu cha Wafilipi kimeandikwa na Paulo mtume. Anawaandikia Wafilipi akiwa gerezani. Jambo linalonifurahisha ni kile ambacho Paulo anakizungumza. Anawaambia Wafilipi ya kwamba ni shauku yangu, ni matamanio yangu, ni furaha yangu, ni kiu yangu, ni mjue yeye. Kisema pale unaona mkato, maana yake anasema ni mjue Yesu kwanza. Alafu kitu cha pili anasema na uwezo wa kufufuka kwake. Na maandiko yanasema ikiwa yule Roho wa Mungu aliyemfufua Yesu Kristo kwa wafu anakaa ndani yenu, ataifufua na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Roho Mtakatifu ni nguvu ya Mungu. Amen. Roho Mtakatifu ni nguvu iliyomfufua Kristo kutoka kwa wafu. Lakini Roho Mtakatifu sio nguvu tu, sio kahali ya hewa fulani ambako mtu akikutana nako anasikia kusisimka alafu anaanza kunena kwa lugha. Hatuwezi kuona matokeo ya nguvu za Roho Mtakatifu kama hatumjui Roho Mtakatifu, mmiliki wa hizo nguvu. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Watu waseme amina. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Hatuna miungu watatu, tuna Mungu mmoja katika utendaji wa aina tatu. Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe. Mungu anasema si kwa uwezo, si kwa nguvu, bali ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi anasema si kwa uwezo, si kwa namna yoyote, ila ni kwa Roho yangu. Ndio maana Roho Mtakatifu anaitwa Roho ya Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Lakini ukija kwa Yesu Kristo, Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo asiyeonekana kwa macho. Ndio maana aliwaambia wanafunzi wake, ninaenda ila bado kidogo tu mimi nitakuja. Ulimwengu hautaniona ila ninyi mtaniona. Kuonyesha ya kwamba Yesu Kristo amekuja katika namna ambayo yuko katika hali ya Roho Mtakatifu. Tunapompokea Yesu Kristo ni kama nyumba ambayo imeshafanyiwa wiring. Umenielewa? Sasa ili umeme utembee ni lazima uswitch on. Na mimi mchana wa leo nina switch on ili umeme ulioko ndani yako uanze kufanya kazi. Kama nimefundisha nipigieni makofi kwa utukufu wa Yesu. Wameamua wata switch on maisha yao yote. Kuna watu ambao wana switch on wakati wa seminar. Amen. Lakini ninakuombea mchana wa leo, tunapo switch on leo, iwe ndio mtindo wa maisha yako. Unachokitafuta ni kuendelea kufua zile nguvu zilizoko ndani yako ili ziweze kuleta matokeo kwenye maisha. Yesu Kristo akawaambia wanafunzi wake, mimi ninaondoka, lakini msitoke Yerusalemu kabla hamjavikwa uwezo utokao juu, ama nguvu za Roho Mtakatifu. Biblia inasema wakakaa Yerusalemu mpaka siku ya 50 baada ya Yesu kupaa. Roho Mtakatifu akashuka juu yao. Na aliposhuka, nguvu za Roho Mtakatifu ziliposhuka ndani yao, basi kukawa na matokeo makubwa ya tofauti kuliko yale waliokuwa nayo mwanzoni. Amina. Amen. Kwa nini nguvu za Roho Mtakatifu? Kwa nini ninakufundisha kwa ajili ya kuhusu nguvu za Roho Mtakatifu? Kwa sababu ulimwengu tulionao, wanaoshinda ni wenye nguvu. Amen.
ndani ya mtu, ama niseme ushindi wa maisha ama kwenye maisha ya mtu unategemea kiwango cha nguvu za Mungu alizo nazo ndani. Kama hakuna ushindi, kama hakuna ubora, kama hakuna ustawi, kama hakuna ufanisi kwenye maisha yako, maana yake kuna kiwango cha nguvu za Mungu ndani yako ambacho hakijaruhusu upate matokeo makubwa. Kulingana na kiwango cha Mungu ama cha nguvu za Mungu ndani yako ama cha umeme ndani yako, kinategemea unaendesheje. Yani maisha yako yanategemea yataendeshwaje kulingana na kiwango cha nguvu ndani. Kama kuna Mkristo ambaye kiwango chake cha ndani kinamwezesha kusukuma vijaribu vidogo vidogo, huu ni ukweli usiopingika. Mtu ambaye anaweza tu akanena kwa lugha akabarikiwa akasikia amani. Lakini kuna mwingine kiwango cha umeme kilichoko ndani kina uwezo kikasukuma kisukari kilichoingizwa na wachawi. Sikudanganye mtu, hakuna udongo utakao kusaidia kushindana vita ya roho. Hakuna mchanga wala mafuta ya alizeti ama sio olive oil yatakayo kusaidia. Inategemea kiwango chako cha ndani. Kuna watu wamefanikiwa, watu wana mapetrol station, watu wana maroli. Unaona imeandikwa sijui Lake Oilcom na kadhalika. Kilichowasaidia wakapata hayo matokeo, amini usiamini, nguvu ya ndani inahusika. Amen. Chochea mchana wa leo kwamba ukarudi magotini, urudi kwenye chumba chako cha ndani, ili utu wako wa ndani uwe na nguvu ya kukabiliana na kila ugumu, ya kukabiliana na kila changamoto. Wakati unakutana na ugumu, ile nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako itayafanya mambo magumu yawe mepesi. Tukiwa chini ya jua, kuna vitu vingi vya kukukatisha tamaa. Kuna mambo mengi ya kukuvunja moyo. Kuna mambo mengi ya kukujeruhi. Hauwezi kusonga mbele kama moyo wako umejeruhiwa. Sasa ili uweze kushinda na kusonga mbele, hali ya moyo wako inahusika sana kwa ufanisi wako wa siku za mbele ama siku za usoni. Si kama unanielewa mpendwa? Ndio maana Yesu anawaambia wanafunzi kwamba mimi sipo, lakini mimi nikiondoka Roho Mtakatifu atakuja. Msifadhaike. Pamoja na kwamba duniani kuna mambo ya kufadhaisha, ila msifadhaike, kwa sababu nikiondoka nitamleta kwenu Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Msifadhaike kwa sababu atakuja Roho Mtakatifu. Wakati ambapo mnapitia changamoto na mambo mazito magumu, mambo ya kuumiza, Roho Mtakatifu atakuwepo kuwapa faraja. Kwa hiyo kwa nini tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu? Kwa sababu faraja yetu inatoka kwa Roho Mtakatifu. Watu wanaweza kukufariji kiunafiki wakati unapitia shida, wakati unauguza. Kama mama Agi, moyo unauma, anaona mtoto wangu, mbona hali ni mbaya, machozi yanamtoka. Kama sio Roho Mtakatifu asingekuwa hapa. Nikimwangalia namuona anatabasamu, si kwa sababu anajikaza, kwa sababu faraja ya Roho Mtakatifu inafariji moyo wake. Nasikia nimwambie mtu mmoja hapa, wewe unayepitia changamoto, wewe unayepitia mambo mazito, wewe unayepitia kukataliwa, wewe unayepitia maumivu, mchana wa leo Roho Mtakatifu akukumbatie. Nasikia nimwambie mtu mmoja, inawezekana jambo hili sio kwa ajili ya watu wengi, lakini mtu mmoja tu Roho Mtakatifu anasema atakufurahisha, atakufariji, atakamata moyo wako mahali ambapo watu hawawezi kufika. Mkono wa Mungu unaweza kufika. Pokea faraja. Ramana masheketeleza. Pokea faraja ya Roho Mtakatifu. Mtakatifu unayafanyaga magumu kuwa mepesi. Pokea faraja ya Roho Mtakatifu. Pokea faraja ya Roho Mtakatifu. Kuna wakati tunakutana na mambo mazito,
nianzie wapi, niishie wapi kusimulia? Maana ni mazito, hayabebeki. Roho Mtakatifu anakupa nguvu ya kuyavuka hiyo milima na majaribu mazito, hayo magonjwa na changamoto za uchumi.